Stori inaanza na kijana mmoja ambaye kwa bahati mbaya anagundua sanduku la muziki la zamani. Alipolifungua alishangazwa sana kugundua kuwa ndani ya sanduku hilo kulikuwa na ufalme mdogo sana. Ufalme huo ambao uliongozwa na Malkia ulikuwa ukivamiwa na maadui na mapigano makali yalikuwa yakiendelea. Kiongozi wa wale maadui alikuwa ameshapata ushindi mkubwa na alikuwa akijiandaa kuuteka mji wote kwa pigo moja. Ghafla, kiongozi huyo mbaya alisikia sauti ya yule kijana, lakini hakuweza kumwona. Kwa taharuki, alitumia jicho lake la kichawi, na ndipo alipomuona yule kijana akiwa mkubwa kama jitu. Alishtuka sana, lakini kwa hasira alimlaumu kijana huyo kwa kuharibu mpango wake na kisha akamrushia shambulizi. Yule kijana, akidhani kuwa ni mchezo tu wa kawaida, alimpiga yule adui kwa kidole chake kimoja na kumrusha hewani umbali wa mita mamia. Kijana huyo alifurahishwa na jinsi picha na hisia za mchezo huo zilivyoonekana kama za kweli. Wakati huo huo, Malkia wa ule ufalme mdogo alimchukulia kijana huyo kama mungu, akapiga magoti haraka kuonyesha heshima. Kama ishara ya shukrani, Malkia alimtumia kijana huyo zawadi za thamani. Kijana alishangaa sana kuona zile zawadi zimetoka kweli kwenye lile sanduku. Alichukua mzizi mmoja wa dawa uliokuwa uking'aa na kuula. Mara moja, alihisi nguvu kubwa ya ajabu ikisambaa mwili mzima. Kisha akavaa pete aliyoikuta kwenye lile sanduku, na alipopiga ngumi ya kawaida ukutani, alitoboa ukuta huo kwa urahisi kabisa. Hapo ndipo alipogundua kuwa nguvu zake zimeongezeka kwa kiwango cha kutisha. Wakati kijana huyo akiendelea kushangazwa na nguvu zake mpya, kundi la wahuni lilifika mlangoni kwake. Walimuonya asijaribu kushindana na bosi wao kugombea mwanamke. Mmoja wa wahuni hao alitoa mnyororo mnene na kumtaka yule kijana auvae na aondoke eneo hilo mara moja. Kijana alikataa kwa hasira na kuwafokea wanyamaze. Wakiona hivyo, wale wahuni walipanga kumpa kichapo. Lakini kabla hawajafanya lolote, kijana huyo alikusanya nguvu mwilini mwake na kuita joka kubwa la moto ambalo liliwapiga na kuangusha chini wahuni wote. Walibaki wamepigwa na butwaa kuona nguvu hizo, kisha yule kijana alitumia uchawi wake na kutoweka ghafla. Siku iliyofuata, yule adui kule kwenye ufalme mdogo alikataa kukata tamaa. Alibadilika na kuwa joka jeusi na kuvamia tena ufalme huo. Malkia aliomba msaada kwa yule kijana haraka sana. Kijana aliona jinsi walinzi wa Malkia walivyokuwa wakishindwa vibaya kwa pigo moja tu, na hakuvumilia kuona uonevu huo. Aliingiza mkono wake polepole ndani ya lile sanduku, akamshika yule adui na kuminya kwa vidole vyake. Mara moja, yule adui alidondoka chini na kurudi kwenye umbile lake la asili la udhaifu. Kama unataka kujua kijana huyu aliendelea kufanya maajabu gani na nguvu zake mpya pamoja na ule ufalme mdogo, hakikisha una like posti hii, unanifollow